haitoshi na wala haitoshi, inamtia tu mtoto moyo kwamba tunakumbukwa. Lakini kwenye hili kwanza niseme tu bila unafiki, Mungu ametusaidia. Kahama tuna kiongozi mahiri sana. Ndio. Mkuu wetu wa wilaya ya Kahama, Frankie ni kiongozi mahiri sana. Natamani angeisikia hii nisaidie hili jambo. Hawa watoto kwanza, jamii inatakiwa iwe na hofu ya Mungu. Wa msikitini wawe na hofu ya msikiti, wa kanisa wawe na hofu, kila taasisi ya kidini iwe na hofu. Cha kwanza kinachosaidia kuwasaidia wale watoto ni kuwa na hofu kwa wale ambao wanajitoa kuwasaidia. Ndio. Kwa sababu wameshakuwa mtaani, kuna mazingira ambayo ni lazima kama mzazi uanze kuwa treat upya, kuwaweka kwenye upendo ambao walihisi hawana tena, kuwarudisha kwenye nafasi ya kuwa mtoto na kuwa baba, kuwa mama, kuwa mtoto. Akuite baba, ukubali ni mtoto wangu. Akuite mama, ukubali ni mtoto wangu. Sasa jamii inatakiwa kwanza kuwa na hofu na kujitoa kindakindaki. Yule mtoto wa mwenzako unayemuona, fanya ni mtoto wako unamuona. Usichukulie wale walisha hata ukiwachukua wako hivi, kwa sababu kwanza mazingira pia yamekwisha waathiri. Wameathirika kwenye mazingira walioishi. Sasa ukisema useme hivi, wale watoto hata wafanye nini wabadilike. Unadhani Pastor Flora, ndoto yako huenda kama tukiwachukulia hivyo kama unavyosema kwamba tuwabebe, kama aanze kuzoea we ni baba, we ni mama, lakini kuto kukata tamaa na ile kusema hawa hata ukiwachukua hawakusaidii chochote. Unadhani tukitoa sisi hiyo dhana kwanza ya kutanguliza hilo, tunaweza pia tukabadilisha mindset zao? Yes, kwa sababu mimi natoa mifano yangu peke yangu. Mimi sasa hivi na mtoto ambaye yuko form 2, lakini nimemtoa mtaani. Na uliwezaje wewe? Kwa sababu wengine tunaona ni ngumu sana. Nilimkuta mtaani tayari ameshafanya sinema zote. Kama ni bangi ni mzoefu. Kuiba ni mzoefu. Kila kitu anakijua kulingana na mtaa ulivyomfundisha na jina alilopewa mtoto mtaani. Alikosa sauti ya kuambiwa hapana, ndio nitakuchapa. Hizo zilikosekana. Kwa alikuwa na uhuru wa kufanya chochote anachotaka kwa sababu hizo sauti hazikuwa nyuma yake. So nilipomchukua yule mtoto, kwanza sikumchukua mimi, alikutana na mtoto wangu mimi niliyemzaa. Wakakutana, walipokutana wakabebana kuletana nyumbani. Lakini yule mtoto zoezi la kwanza alianza kuiba nyumbani kwako. Yes. Hiyo ndo kwanza ngoja nimpe punishment kwanza hapa profitness kwanza nyumbani. Nimeonyesha uzoefu wangu mtaani. Kaanza kuvuta bangi akijifucha. Lakini anapoiba akisikia sauti ya kumkemea, anajua hili ni kosa. Sio ule uhuru wa mtaani. Ndio. Hili ni kosa. Ikizidi unamwadhibu, kumbe nikirudia tena nitachapwa. Nikapata nafasi ya kupiga naye story siku ambayo napeleka watoto wangu shule. Ndio. Akaniambia, mama, naomba niwasindikize na mimi nimsindikize huyu. Wanalingana na mtoto wangu. Nilipomfikisha shule mwanangu, walipotea kama dakika 10, lakini walirudi wamelia sana, macho yamevimba sana. Ndio. Mtoto wangu akaniambia, mama, unawezaje kufikiri juu ya huyu? Naomba msaidie asome. By that time sikujua kama yule mtoto alikuwa amesoma. Kumbe alifaulu darasa la 7. Ila hakupata nafasi ya kuendelezwa. Nikamwambia, uko tayari kusoma? Akaniambia, ndio mama. Nikampeleka. Yupo Kitwana Sekondari, kidato cha 2, anapata division 2. Na ameniahidi kupata division 1. Hongera sana. Lakini sio huyo. Nina mwingine, ni dereva sasa hivi. Na yeye pia umemtoa kwenye mazingira. Hongera sana mtumishi. Ni mdogo kabisa. Hongera kwanza. Lakini sasa hivi hata nikiumwa ndani nikimwambia kwamba nisaidie, najua atanifikisha hospitali, anaendesha gari. Hongera sana. Amen. Wewe umewezaje?